Yo, call me Medani BBB. I'm a hip-hop artist from East Africa, Tanzania, and this is Orbit Artist Spotlight. Medani kwa Kiswahili fasaha kabisa. Medani ni uwanja wa vita, in case you don't know. Medani ni uwanja wa vita, ni battlefield, au sio? Yeah, ndo maana halisi ya Medani. BBB table, BBB ina maana ya Born Bush Boy. Kama kawaida naweza nikasema Born Bush Boy ni kijana ambaye amezaliwa countryside. Nasema vijijini au pembeni mwa mji, au sio bana? Mimi nimezaliwa Chaka, nimezaliwa ndani. Kwa hiyo ninaposema BBB table aga ni meza ambayo inapatikana kila aina ya chakula. Kila aina ya zaga unalipata kwenye meza. That's why aga nasema BBB table. Ukiona BBB table ujue maelekezo ambayo yanatolewa hapo ni mazito na yanagusa kila engo. That's why BBB table. Kiukweli kwa track zote ambazo zimeshatoka ni project ambazo naziamini sana, lakini naweza nikasema Usalama ni my favorite project kwa sababu ni ngoma ambayo inazungumzia maisha yetu kwa undani na kwa upana zaidi, na ni message ambayo inaenda moja kwa moja, ni maisha yetu ya kila siku. Kwangu mimi ile so nyimbo ni somo, ni darasa, ni kitu ambacho kinatukumbusha maybe ku take care. That's why ni my favorite kwa sababu naamini inaokoa maisha ya watu. Wakati naandika ya wimbo wa usalama, ni mazingira yetu ya kila siku ya utafutaji na mazingira ya kutoka kwenda kujitafutia maybe riziki ya kila siku. Ndio kitu ambacho kilinipelekea kuandika ngoma ya usalama, kwa sababu changamoto ilinikuta mimi nikiwa niko barabarani na nikiwa niko naendesha pikipiki, unajua, katika maisha yetu ya kila siku ya hapa mjini. Kwa hiyo kilichotokea nikaona okay, makosa yamefanyika na nafikishaje ujumbe sasa kwa watu wengine ambao pia wanatumia barabara kama mimi na wanakutana na changamoto kama mimi, kwa sababu nimeona changamoto kubwa ya ajali ambazo zinapatikana barabarani, chanzo kikubwa ni overspeeding. Mpaka sasa hivi usalama imegusa maisha ya watu kwa kiwango kikubwa sana. Naweza nikasema ni 90%. Kwa kila mtu ambaye tayari ashaisikiliza ile nyimbo, I'm sure anajua namna gani ya kubehave anapokuwa yuko barabarani, kwa sababu hakuna haja ya kuwa na speed kali halafu hiyo speed ikakubadilishia ruti, kwa sababu unaweza kuwa unaamini unawahi sehemu ambayo unataka kwenda, lakini ukabadilishwa ruti baada ya kwenda huko ukajikuta unaelekea Muhimbili. Kwa hiyo ni kitu ambacho naamini watu wengi wakisikiliza ile ngoma wanazingatia, na kwa kila alosikiliza ile ngoma naamini anachukua hatua kuanzia sasa. Anapokuwa barabarani, kitu cha kuzingatia, inabidi ajue kwamba anatakiwa kuwa salama zaidi kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni focus, au tunasema concentration. Mahali ambapo unafikiria inabidi uende bila kuchepuka sehemu nyingine yoyote. Inamaanisha kwamba sehemu ambayo unatakiwa uende ndo sehemu ambayo inabidi ufike, ukamilishe mchakato wako, ndo anze kufikiria kwenda sehemu nyingine yote, kwa sababu unakuta ajali nyingi waga zinatokea kutokana na watu kutokuwa na mwelekeo maalum. Anaenda huku, mara anaitwa huku, anaenda huku, anaenda. Kwa hiyo inabidi kwanza ujue unaelekea mahali gani. Ukishafanya jambo lako, muombe Mungu akuepushe na hatari, kwa sababu barabarani kuna mambo mengi, lakini tunatakiwa tu take care. After all, wakati naingia studio kwa mara ya kwanza nilipata changamoto, kwa sababu na after all ilikuwa changamoto kubwa, kwa sababu nilikuwa nimesha practice kitu ambacho naenda kukifanya, lakini kitu kilichokuwa changamoto kwangu, nilifika ku producer nataka anipe beat ambayo nimeshalikuta studio. Mimi nilikuwa najua nikienda studio maybe producer atanipigia beat kutokana na flow na the way ambavyo mimi nataka maybe mitindo ya ngoma yangu iwe, lakini unafika studio for the first time unaimba nyimbo yako afu producer anakupatia beat lake ambalo yeye anaamini ndio midondoko mizuri. Kwa kwangu mimi ndio ilikuwa changamoto, kwa sababu nilikuwa sina uwezo wa kudecide. Ndio for the first time nafika namuona producer, kwa chochote atakachoniambia mimi naona sawa. Nadhani kitu kwenda kufika studio na kukuta beat au kumpa idea producer na mka create beat
kitu bora kwangu naona ni mka create beat pamoja na producer kwa kupeana idea, kwa kushirikiana, kwa sababu hapo ndo mnaweza mkatengeneza muziki, kwa sababu muziki unatengenezwa, muziki unaundwa. Kwa hiyo hamwezi mkafika tu ukakutabiti ukaingiza vocal ukaondoka, that's not music. Muziki inabidi ucreate kuanzia melody, umeona, ya beat, melody ya wewe ya kuimba, utafute maneno mazuri, utengeneze story. Kwa unakuta hayo mambo yote mkiwa mna chemistry nzuri na producer, mnaweza mkafanya kwa pamoja kwa kushirikiana, afu likawa jambo rahisi. Ninavyoandika kila nyimbo uwaga ina story ya maisha, kwa sababu muziki ni hisia, na kitu ambacho tunakisimulia ni kitu ambacho kinatukuta sisi kama wasanii, au ni kitu ambacho unakiona kwa watu ambao wanakuzunguka. Kwa hiyo tunajifunza kutokea huko. Kwa unapokuwa unaandika ni kitu ambacho kinakuwa kinakugusa moja kwa moja, kwamba naandika maybe ngoma ya usalama au naandika ngoma inaitwa ndoto, unakuwa umsimlii mtu, unaanza kwanza kujizungumzia wewe kwamba mimi nafikiria kitu gani, mimi naota kitu gani, yani nilikuwa na ndoto ipi, umeona. Au naandika usalama simzungumzii mtu, labda mtu mwingine. Nilianza kwanza kujizungumzia mimi kwamba okay, ninapokuwa niko barabarani natakiwa nifanyeje ili niwe salama, kwa sababu mimi naondoka, lakini nyuma nimeacha watu na mbele pia kuna watu. Kwa hiyo kama nimeacha watu, na maanisha nyuma umeacha watu, na maanisha nyuma umeacha familia ambayo inakutegemea, inaamini baba umetoka ameenda kutafuta. Kwa hiyo sasa wewe ukiwa katika spidi kali unahatarisha maisha ya watu wengi, unahatarisha maisha ya kwako tu, umeona. Kwa hiyo ndo hicho kitu kikubwa ambacho maga nazingatia, ni kitu ambacho kwanza kianze nione kabisa hichi kitu ninachokizungumza kina ukweli ndani yake. Unapofika studio ukakuta watu wanakupa mawazo mengine ukiacha wazo ambalo wao umeenda nalo studio, kwangu mimi sio kitu kibaya, kwa sababu inategemeana na wazo linalotolewa hapo linakuwa lina mchango gani, au linakuwa lina ukubwa gani. Kama unaona ni wazo zuri unaweza ukaendana nalo, lakini kama utaona ni kitu ambacho bado kiko chini ya kiwango ya kitu ambacho ulikuwa umeenda nacho, nadhani ni vizuri pia kushikilia msimamo wako. Japokuwa kwangu mimi pia msimamo wako pia ni kitu cha muhimu. Hayo mawazo ni vitu ambavyo tunakuwa tunaviongezea tu tunaongezea nyama tu kwenye mawazo yetu makuu. Yeah. Inspiration ya mimi kufanya muziki, after all, naweza nikasema imetokana na kanisa. Unajua mimi ni mtu wa kanisani sana. Nilikuwa ni mtu wa kanisani sana mimi pamoja na wazazi, after all nimekulia kanisani. Kwa hiyo muda mwingi sana pia nilikuwa nikienda kanisani, natamani kwenda Sunday school, kuimba, umeona. Hicho ndio kitu ambacho kilikuwa kinanivutia sana. Kwa toka mdogo nilikuwa napenda sana kusikiliza redio. Nilikuwa nasikiliza muziki yote na nilikuwa sijui hata naweza nikafanya muziki gani, umeona. Kwa hiyo ni kitu ambacho nikajikuta baadaye nimekuja kunasa kwenye rap. Nikajikuta napenda kuandika na napenda kuchana, umeona. Lakini nilikuwa napenda muziki toka nikiwa niko mdogo, na nadhani inspiration ilitokea huko kwenye kanisani. Yeah. Message yangu kwa watu bana, inabidi tuishi maisha halisi. Haijalishi uwe msanii, uwe mtu wa kawaida, inabidi uishi maisha halisi, kwa sababu ukweli ndo una nguvu. Yani hata kwa wasanii unapokuwa unaimba kitu ambacho naamini siri ya kutoa ngoma kali ni kuongea ukweli. Yeah. Yani siwezi nikasema mimi saizi niko na pull up na kwenye range sijui, au kwenye Lamborghini sijui kwenye nini, na hivyo vitu maybe sija hata kuvigusa, umeona. Jamii yangu, watu wangu ambao niko nao wataona kabisa kwamba this nigga is not serious, umeona. Lakini kwa sababu tunasimulia maisha ya kwetu, umeona, wewe si wakishua ya kweli, mimi si wakishua, nimeishi maisha yangu, ndo nakupa story yangu kwamba this is my life. Kwa hiyo nadhani hicho ni kitu ambacho mtu anajifunza kwamba kumbe kuna maisha kama haya na true story. Kwa nadhani hicho ndio kitu kizuri ambacho watu wanatakiwa kufanya, tuishi maisha yetu halisia bila kufake, and that's good, kwa sababu utaishi ukiwa bila stress, maisha yako yatakuwa simple. Yeah. Best moment kiukweli, kuna siku kama miaka 2 iliyopita nilikuwa niko kwenye mwendo kasi. Naenda kazini, nimeshuka maeneo ya gerezani pale. Niliposhuka gerezani pale, kuna jamaa mmoja akanstua, akanambia yo Bon Bush boy, akanambia we lala tu. Nikamwambia inakuaje bro? Akanambia kama kaa. Sasa huyo jamaa after all nadhani alikuwa amenisikia kwenye kipindi fulani hivi, kuna track yangu moja nilichanaga inaitwa we lala tu, nadhani ndo favorite track yake pia, umeona. Akanambia mwanangu noma sana, nimefurahi sana kukuona,
mimi naitwa jamaa ananiambia naitwa I think kitu kama B Man. Kaambia mwanangu mimi naitwa B Man, after all nilikuwa napenda sana muziki, lakini wazee walitaka mimi nisome. Umeona, kwa saizi nafanya zangu kazi sijui maeneo gani. Akaambia mimi naenda kazini bwana. Akaingia mfukoni katoa 50,000 kanikinda 50,000. Alafu sasa hiyo siku mimi niko na buku 2 tu naenda kazini, alafu nilikuwa sijui yani kama nitapata au nitakosa. Mungu bariki kila atoe nayoondoka. Kwa hiyo kabla sijafika kazini nikaa tayari na 50,000 mfukoni. Jamaa kaniambia mimi na support, napenda kitu ninachokifanya. Hicho kitu bwana nili appreciate sana, nikaona kweli kumbe watu wanapenda vitu ambavyo tunavifanya, na wakikutana na sisi wanakuwa more excited na wanakuwa no man. Kwa hiyo ndio maana mimi waga siachagi kitu ninachokifanya, kwa sababu naamini kuna watu nita disappoint sana. Kuna watu wanatuamini sana kwa vitu ambavyo tunavifanya, so inabidi tuendelee kufanya. Mawazo ya mashabiki ambao maybe wanatoa kwenye comment zao, maybe IG, YouTube, ninapokuwa nimeachia kazi, ni kitu ambacho ninakifikiria na kuna baadhi ya comment nazifanyia kazi, na sio comment chache, ni comment nyingi, kwa sababu unakuta umeachia kazi, mtu anakuambia da ngoma kali sana, lakini issue ni promotion. Kwa unaona kabisa kumbe kumbe kama jamaa mwenyewe anajua issue ni promotion, kwa inabidi niongeze nguvu kwenye promotion. Japokuwa ndio hivyo tunakomaa, bado hatuna uwezo huo, lakini tunajaribu kufanya kitu ambacho pia shabiki mwenyewe ataona artist wangu anajitahidi kufanya game yake kwa nafasi yake. Yeah. Kwenye muziki wa hip hop kuna makundi yanajitokeza na kuwa mengi, mengine anaenda anakufa, mengine anadumu, lakini kwangu mimi changamoto ni moja. Unakuta kundi lina wasanii 4 au kundi lina wasanii 3, lakini na wote wanaonekana wakali wakiwapo kwenye kundi, lakini once anapokuja kuachana, unakuta labda anaanza kushine mtu mmoja au watu 2. Umeona, hiyo ndio changamoto yangu, kwa sababu naamini unapokuwa kwenye kundi una relax, mnafanya ngoma moja watu 3, umeona, au watu 2, watu ngapi, mnakuwa ndio mna mazoea hayo, na unakuwa unaamini kabisa, yani unakuwa tayari ushajitune huko. Lakini unapokuwa huko mwenyewe unakuwa unaamini kabisa mimi ndo na jukumu la kuandika verse 2 au verse 3. Kwa hiyo unakuwa unajipa uzito kwamba anytime ninavyoandika track lazima niandike verse sio chini ya verse 2. Umeona? Kwa hiyo mimi naamini unapokuwa huko mwenyewe inakupa nguvu na inakupa kujua kwamba ninaelekea wapi mimi kama msanii, hata kama siku nikiwa kwa sababu ndo huko mwenyewe, lakini unakuwa huna mawazo kwamba nipo kwenye kundi, siku kundi likivunjika itakuwaje, unakuwa hujui yani utasimama vipi. Lakini bwana unapokuwa unakomaa huko mwenyewe, ni ngumu sana, lakini inabidi tuendelee kukaza. Mimi naamini hiyo ni sehemu nzuri sana, kwa sababu inabidi kufanya kitu to the fullest.